hao watu katika mikono ya adui zao. Ndipo Biblia inasema Mungu akamwinua mtu mmoja Afueli ili kwamba aweze kuokoa hao watu. Biblia inasema yule mtu alipoinuliwa hakuinuka hivi hivi. Kuna kitu ambacho Mungu alitia ndani yake. Kuna kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake ili kimpe ujasiri wa kutokuyahurumia maisha yake, wa kutokuwaogopa maadui zake. Ilibidi apewe nguvu. Ninasema akapewa nguvu. Alipopewa nguvu, ile nguvu ikawa chaji juu ya maisha yake, akawa na nguvu ndani ya maisha yake. Ndipo huyu mtu akasema huu ni wakati wa kwenda kupigana. Hakuweza kuogopa, hakuweza kwa hofu. Biblia inasema akawainulia Mwokozi. Huyu ndiye aliyekwenda kuwaokoa, kwa sababu alikuwa na kitu cha tofauti na wao. Alikuwa na roho ya Mungu ndani yake, alikuwa na nguvu ya Mungu ndani yake. Yaonekana kama asingekuwepo huyu pamoja na kumlingana Mungu, hofu ingeendelea kutanda juu yao, lakini akawepa mtu wa kuwatia moyo. Akasema tuondoke. Hata wao waliona yawezekana. Walipomtazama huyu kijana, walimwona amekuwa wa tofauti na vile walizozoea kumwona. Walimwona ni wa kawaida kabla hajapewa nguvu, lakini baada ya nguvu ya Mungu ndani yake, alipotamka twende vitani, hakuna aliyegoma, hayupo aliyekataa, kwa sababu waliona kuna kitu kipya kinaingia ndani ya kijana. Wakaondoka kwenda vitani. Biblia inasema kijana wa watu alipigana vita kuliko kawaida. Maadui zake wote hakuna aliyesimama, wote walikimbia, kwa sababu roho ya Mungu ilikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu, tutambue nguvu. Nguvu ya Mungu ni kitu cha tofauti sana. Nakumbuka, ngoja tu nitoe mifano ya kawaida. Kipindi tuna maisha ya kawaida, hatujamjua Mungu, tuko wawindaji, tunafuga mbwa. Kwa tunafuga mbwa, nilikuwa na mbwa fulani alikuwa ni mwoga kukamata wanyama. Sasa rafiki yangu akaniambia, shida mbwa huyu ana shida, ili aweze kuwa katili, aondokane na uoga, lazima tumnyweshe dawa. Sikiliza, ni kitu cha ajabu. Tuko kule kwenye mawindo, nikamwona jamaa katoa dawa fulani, akamwekea mbwa kwenye pua. Nashangaa kitu kilichotokea. Huyu mbwa aliyekuwa namwona mnyama anakaa kwenye miguu yangu, baada tu ya kile kitu kuwekewa kwenye pua, akatokea digidigi. Nakwambia, akawa kama sio yule niliyemzoea. Aliondoka kwa hasira, anafukuza, halafu mpaka nakulia, analia, anatamani amkamate yule mnyama, lakini ni kwa sababu alipata kitu cha tofauti ambacho kiliondoa uoga. Ndivyo ambavyo mtu anapopokea Roho Mtakatifu ndani yake, anakuwa sio wa kawaida. Lazima pawe na mabadiliko juu ya maisha yake. Hatutakuwa wa kawaida, lazima tofauti iwepo. Pale Roho anapoingia, pale nguvu ya Mungu inapoingia ndani ya mtu, lazima ilete mabadiliko ya tofauti. Lazima imgeuze huyu mtu. Ofanueli tunaona baada ya kupewa nguvu, inasema akaondoka kwenda kupigana vita. Maadui zake hakuwashinda, aliwashinda wote. Hakuna aliyesimama mbele yake. Tunapoendelea juu ya kuangalia baadhi ya watu tu wachache ambao Mungu aliwavika nguvu. Mfano, Samsoni ni mtu ambaye anajulikana sana kwenye Biblia. Alikuwa ni mnaziri wa Mungu. Biblia inazungumza baada ya kuzaliwa, inasema alikuwa ni